2026. Mtaa umeamka, tunasikika. Na afya ya akili ni eneo muhimu sana, kwa sababu ili uweze kufanya mambo yako kwa weledi, kwa uzuri, kwa utulivu, kwa ufanisi, ni lazima afya yako ya akili iwe sawa sawa. Na inatajwa kuwa changamoto kubwa ambayo imekuwa ikidhoofisha ustawi wa binadamu, kiwemo vijana, kudhoofisha uwezo wao wa kufikiri, namna ya kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazowakabili, namna ya kutatua mambo, lakini namna ya kujiletea maendeleo. Mwenzetu Leonard Macha kutoka pale Dodoma amezungumza na wataalamu mbalimbali akiangazia ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ya mwaka 2022-2023 ambayo inaonyesha ongezeko la wagonjwa wa afya ya akili kila mwaka, huku vifo vinavyohusishwa na matatizo ya afya ya akili vikiongezeka. Msikiliza mwenzetu Leonard Macha ambaye amezungumza na wataalamu kuangazia changamoto hii ya afya ya akili. Moja ya sehemu muhimu inayounda ujumla wa ustawi wa binadamu ni uwezo wa kufikiri na hata namna ya kukabiliana na kutatua changamoto mbalimbali zinazotukabili kila siku. Ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ya mwaka 2022-2023 inaonyesha ongezeko la wagonjwa wa afya ya akili kila mwaka, huku vifo vinavyohusiana na matatizo ya afya ya akili vikiongezeka. Katika hospitali ya afya ya akili Mirembe jijini Dodoma, ripoti ya CAG ya mwaka 2022-2023 iliyoripotiwa hospitalini hapo inaonyesha idadi ya wagonjwa waliopatiwa matibabu ya magonjwa ya akili kutoka wagonjwa 3472 mwaka 2019 hadi kufikia wagonjwa 5060 mwaka 2022, sawa na 31%. Hata hivyo, ripoti mbalimbali zinaonyesha vijana wenye umri kati ya miaka 17 hadi 34 wanakabiliwa na msongo wa mawazo. Laurent Sikato ni mshauri wa wanachuo kutoka chuo cha elimu ya biashara CBE Dodoma. Anataja mahusiano, changamoto za uchumi na hata matarajio makubwa miongoni mwa vijana kuwa visababishi vya changamoto ya afya ya akili. Ni jambo la kuchekesha kidogo kwamba baadhi ya vitu ni vidogo ambavyo kwa umri kama wangu naweza kuona kwamba sio kitu kikubwa, lakini pengine vitu vya mapenzi, kutalikiana, kunyang'anywa mpenzi, ni vitu vya namna, pengine matumizi mabaya ya pesa wanazokuwa wamepewa wakati fulani nyumbani, wanapokuja hapo wanajichanganya. Kwa hiyo vyote hivyo ni vitu vya namna, pengine labda mtu mwingine labda kwenye sisi kwa mfano kama labda masomo hayaendi vizuri. Kwa hiyo ni vitu vya namna hivi ambavyo ni vya kawaida, aidha mapenzi, aidha mambo ya kifedha au mambo ya kitaaluma, ni mambo ambayo yanapelekea vijana wanakuwa na msongo na wasiwasi mkubwa wa nini cha kufanya. Wakati fulani unakuta kijana anakuja, pengine amepewa tu shilingi 3000 ale anywe afanye nini. Kwa hiyo unaona ni changamoto wanazokutana nazo vijana hizo za namna hiyo. Vipo visa na mikasa ambavyo hupelekea vijana kupata changamoto za afya akili. Emmanuel John ambaye ni mwanachuo kwa sasa anakumbuka mkasa uliosababishia msongo wa mawazo kipindi akiwa kidato cha 6, yani kuugua ghafla akiwa ndani ya chumba cha mitihani kiasi cha kutolewa nje. Nilikuwa form 6 lecture, nilikuwa naumwa sana, kutolewa nje ya chumba cha mtihani. Hiyo ndio changamoto ambayo ilinipa stress kubwa. Of course ilikuwa ni pigo sana, mpaka nyumbani hivyo walipata taarifa, kwa sababu walipigiwa mpaka simu. Maneno huko ametolewa nje ya chumba cha mtihani, kuna changamoto hii na hii. Tukibaki katika eneo hilo, nimezungumza na Salama Limei. Yeye ni mwanasaikolojia na mshauri nasihi kutoka chuo cha ustawi wa jamii jijini Dar es Salaam. Yeye amekiri kupokea visa kutoka kwa vijana waliobaki njia panda. Hii ni baada ya kulazimishwa kusoma masomo wasioyapenda wala kuyataka, jambo linalowatesa fikra zao. Na kesi zingine ambazo zinapatikana ni masuala ya wanafunzi, hasa hawa ambao wapo katika harakati za kuomba vyuo. Wanapata changamoto ya kutokuelewana na wazazi. Mzazi anataka akasome udaktari, yeye anataka akasomee mambo ya biashara. Kwa hiyo mtoto inamtesa mpaka inafika hatua anasema mimi sitaki tena kusoma, kwa sababu ni kama naenda kusoma kwa ajili ya mzazi. Na mzazi muda huo haelewi. Kwa hiyo unajaribu kumuelekeza
kijana, kama inawezekana mzazi ukamleta tukazungumza naye ili wawe katika sehemu sawa, sababu yule mtoto atapata msongo wa mawazo kwamba sasa itakuwaje, nitaenda kusoma kitu ambacho sikiwezi au naona nitafanya kwa ajili ya kumfurahisha mzazi. Katika kufahamu namna ambavyo vijana wanatafuta msaada ili kukabiliana na changamoto za afya akili, nimezungumza na vijana wa kike na wa kiume, huku kizungumkuti na kigugumizi kikiwa kwa vijana wa kiume ambao bado mila, desturi, malezi na makuzi zikiwafunga midomo na kuaminisha kuwa mwanaume haongei matatizo yao, bali humeza na kuhifadhi kifuani hata kama ni maumivu makali. Hii kutokana na jinsi ambavyo watu wa yani mazingira ambayo tumekulia kwamba yani kijana wa kiume, tukiangalia wazee, yani wazee wetu, kwa mfano wazazi wa kiume, yani wenyewe yani kujitangaza ni matatizo yao nje, kuyatoa nje, yani kama ni udhaifu hivi, unaona. Kwa sasa ni hilo tunakuwa nalo, watu vijana wengi wa kiume tunakuwa nao kwamba vijana ukiwa na tatizo dogo dogo si nini au mambo mengine madogo madogo unataka tu ukae nalo, yani ukitoa nje inakuwa kama udhaifu. Kwa mimi nadhani swala la udhaifu ndio changamoto kubwa sana ambayo inafanya vijana wasishirikiane na wengine katika kutoa changamoto zao. Mimi naona sometimes wanaume hawapendi kushare matatizo yao kwa watu kwa sababu wenyewe ni wanajionaga yani hawapendi mambo ya umbea, labda tuseme hivyo. Ukute kijana mmoja amekaa na mwenzake, labda wanaongelea hayo masuala sio nini nimeacha, anipo sio vitu vyake. Kwa upande wa vijana wa kike hali ni tofauti. Wao huchagua njia mazungumzo na kushirikisha watu wa karibu nyakati ngumu wanazopitia. Ila kwetu sisi, mimi labda ikitokea labda nimeachwa au na tatizo lolote, lazima nimfuate shoga yangu nimwambie, siwezi kukaa na kitu moyoni. Lakini kwa wanaume ni tofauti. Wanaume anakaa nalo, ndio maana mnawahi kufa haraka. Ikitokea nimesumbuliwa na mahusiano, basi nikijua tu pia hana lengo na mimi, naweza tu nikaachana naye, kafanya vitu vingine vilivyonileta ambavyo naona ni vya muhimu zaidi. Cha kwanza ni kutafuta sehemu ambapo pametulia. Pili ni kutafuta watu wazuri wa kunielekeza, hasa watu wazima ambao tayari wanakuwa tayari wameshapitia katika situation kama hizo, na watafuta ili waweze kunielekeza namna ya kuweza kusolve au kutatua changamoto zangu. Katika kutafuta suluhu angalau ya awali, mwanasaikolojia na mnasihi Peter Njau kutoka jijini Dodoma anashauri vijana kukata vizuizi vya ukimya na kujenga desturi ya kuzungumza pindi wanapopitia changamoto ambazo hupelekea changamoto za afya akili, huku jamii ikiaswa kuwasikiliza vijana pindi wanapohitaji masikio yao. Lazima pia tuwafunze vijana kueleza hisia zao pale anapokuwa ametatizika, amekwazika, au mambo anapokuwa yamemkaba, au anapokuwa haoni sehemu ya kutokea. Ni vema sana kwa hawa watu na vijana wote kueleza hisia zao au mambo yao yanapokuwa yameenda kinyume na matarajio yao. Utafute mtu wa kumshirikisha pale anapokuwa amefeli, anapokuwa mahusiano yamekuwa na changamoto, amtafute mtu kumshirikisha mambo yake au changamoto zake. Watu wanaweza kumsaidia kumpatia ufumbuzi kuliko mtu akakaa kimya na kumeza vile vitu vyote yeye yanaweza kumchangia kupata hizi hisia au mawazo kutaka kujua. Kwa hiyo ni vema mtu kuona tabia ya kuwashirikisha watu wengine anaowaamini pale anapopitia changamoto. Lakini pia kwa sisi wengine tuwe na tabia ya kuwasikiliza. Ikiwa mtu anakuambia ana changamoto fulani, tufungue milango huru ya kumfanya mtu afunguke mambo yake, na tumsikilize vizuri, kumjali na kumheshimu. Watu wengi wakigundua kwamba kuwa wamesikilizwa na kuheshimiwa, inawasaidia sana kuweza kujisikia vizuri. Lakini pia katika maisha watambue maisha si kufaulu tu. Maisha yanaruhusu pia, kama ilivyo kufaulu pia kuna maanguko, kufeli, kukataliwa, kuachika.
na mambo mengine ambazo akawa simu yanatokea ndio. Kwa hiyo tuwe tayari pia kuzipokea hizi hali kwa njia chanya. Kufeli maisha, mahusiano, kukataliwa si mwisho wa maisha. Lakini pia wakati mwingine mtu kuwaza kwamba kuwa nyakati ngumu huwa hazidumu, ni zaidi pia mtu anakuwa na mtazamo chanya pia na kuwaza pia nyakati ngumu huwa hazidumu katika maisha, na hata zikitokea ni kipindi tu cha mpito, na anaweza akakishinda na akafanya maisha mengine. Katika hatua nyingine, baadhi ya wanaume wanashauriwa kuwaachia na hata kuwawezesha wake zao kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi ili kuchechemua uchumi wa familia na kuwasaidia majukumu ya familia kuliko kubeba majukumu yote peke yao, haswa mambo ya kiuchumi yanapokwama. Ushauri huu unatolewa na Daktari Emmanuel Manuele, askofu wa kanisa la CAG Kanda ya Kati Dodoma. Ni vizuri kujua wakati Mungu anaumba, alimuumba mtu mume na mtu mke kwa mfano na sura ya Mungu. Haukuumba wewe mwanaume peke yako mwenye sura na mfano wa Mungu. Na ndio maana mwanamke hana jambo moja tu la kukulea wewe kama mume na watoto wako. Anayo na mambo mengine. Kwa akipewa nafasi, ingawaje iwe kwa makubaliano, lakini apewe nafasi, mpe nafasi. Usimbane kwa sababu ana vitu vingi. Anaweza kuwalea watoto wako, lakini iko siku anakuwa na nafasi, anaweza kufanya biashara. Iko siku anakuwa na nafasi, anaweza kufanya kilimo. Na haya mambo wameyafanya hata wazazi wetu wa zamani. Sasa unapomwacha mwanamke ahusike kuleta uchumi ndani, inapunguza pressure ya mwanaume kwamba kila jambo linakuangalia. Utajikuta mambo yanakuwa mepesi kwa sababu Mungu alisema nitamfanyia Adamu mtu wa kufanana naye. Kwa Mungu anakuletea mtu, na ujue Mungu anajua madhaifu yako, ndio maana alikupa mwanamke huyo. Mungu anatujua, kwa hiyo yeye anajua ni kwa nini amekupa huyo mwanamke. Sasa usimbane akaacha kuwa faida. Unaweza ukaa na mtu au kusaidia, lakini hutaki kumtumia. Na kushauri, na hii ni kitaalam kabisa hata kisaikolojia, wewe mruhusu mke wako afanye yale ambayo anaweza kufanya kwa utukufu wa Mungu. Katika kuhitimisha, nchini Tanzania kumekuwepo na sera ya afya ya akili inayolenga kuweka mazingira bora ya huduma za afya ya akili kwa watu wote, hasa katika maeneo ya vijijini, kuweka mfumo bora na madhubuti ya usimamizi wa huduma za afya ya akili na kuanzisha mikakati ya kupunguza unyanyapaa kuhusu matatizo ya afya ya akili. Leonard Mwacha, Magic FM, Dodoma. Tunakushukuru sana Leonard Mwacha kwa makala hiyo nzuri kabisa ambayo umetuandalia asubuhi ya leo kuhusu changamoto ya afya ya akili, na tumeona namna ambavyo amejikita sana kwa vijana. Niamkapo asubuhi, siku nyingine yapendeza, nenda East and West, Magic the best, radio hii Magic FM. Nasikiliza mchana, mahali pekee pa maisha yangu, jioni usiku, sikose cha siku, kusikiliza Magic FM. Magic FM 2026. Mtaa umeamka, tunasikika.